Mentor, the compound effect. Leo tupo chapter ya mwisho, conclusion, yani kumalizia, kufunga. Tulisema hivi, compound effect ili iwe compounded ni kurudia vitu vidogo vidogo ambavyo vinaleta mabadiliko chanya kwenye kitu unachokifanya kwa mwendelezo kwa siku 21 mpaka miaka 2.5. Hiyo itasaidia tabia mpya kuleta mabadiliko katika kazi yako. Katika chapter summary tunafundishwa kitu kimoja, kwamba learning without execution is useless. Yani kujifunza pasipo kutendea kazi ni sawa na bure, ni sasa na upotevu wa muda. Yani leo tumejifunza chapter ya kwanza, ya pili na ya tatu na ya 4 mpaka ya 6. Vitu vingi tumejifunza: kujenga momentum, kujenga why, kutengeneza kusudi lenye nguvu, nguvu ya kurudia tabia ndogo ndogo. Kama hujasikiliza, ndio mara yako ya kwanza kusikiliza, kapitie zile chapter za nyuma. Tenga muda wako, kaa chini, summarize, andika malengo yako kulingana na nilivyokuwa naelekeza, fanyia kazi kwa muda wa kuanzia wiki 3 mpaka miaka 2.5. Niamini, kuanzia wiki 3 matokeo yanaanza kuonekana. Kitu cha muhimu tunachohaswa hapa leo ni kwamba to get different you have to do different. Ili upate utofauti lazima uwe tofauti. Tofauti kivipi? Fanya, execute, kuwa na msongo yani. Kama ni kupiga simu, kuwa na msongo na kupiga simu, sio unapiga simu kinyonge. Kama ni unaandaa event, una promote yani, kuwa na nguvu yani, kuwa na energy. Cha mwisho kabisa cha muhimu anachosisitiza, anakwambia angalia miaka 5 iliyopita nyuma, sawa? Jiulize, ulikuwa unajiuliza nini kipindi kile? Kama ulikuwa unatamani miaka 5 ambayo itakuja uweje, leo hapo ulipo ndio uko vile vile. Kama haujawa vile ulivyotamani kuwa, ni kwamba haukudesign miaka yako 5 inayokuja. Ndio maana tunamalizia kwa kusema hivi, ichukue compound effect filosofi yake, ishi nayo, ifanyie kazi, jidesign miaka 5 inayokuja. Unataka uweje? Uwe na watu wa kina gani? Uwe mtu wa status gani? Unaonekanaje? Unaongeaje? Watu gani wanaokutamani? Andika discipline za tabia ndogo ndogo ambazo unatakiwa uzifanye kwa mwendelezo wa hiyo miaka 5 bila kuacha. Halafu miaka 5 inayokuja itakuwa ni ya tofauti kabisa. Anasisitiza kabisa, anasema hivi, choose to change your life once and for all. Kuna watu ambao wakifanya hivi kidogo akapata matokeo anaacha. Hapana, change your life once and for all. Yaani ukishaingia kwenye field yako ukajua unatakiwa uwe mkubwa hapo, fanya kwa mwendelezo bila kuacha. Trust me, utakuwa mkubwa. Ni mimi hapa, Mentor. Let us meet you before you die.